Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi mtazamaji wa siku 50 za Pentekoste. Ni matumaini yangu kabisa kwamba wewe ni mzima wa afya. Mungu yuko pamoja na wewe, ameendelea kukutunza, kukushikilia mpaka wakati huu. Kwa hiyo wakati huu ni wakati mwingine tena ambapo tunamrudishia yeye sifa na heshima na utukufu kwa namna anavyoendelea kutupigania hatua kwa hatua. Hajatupungukia, hajatuchoka wala hajatuacha. Ndani ya siku hizi 50 tumekuwa tukienda hatua kwa hatua, na kwa siku ya leo tuko ndani ya siku ya 18. Bado Mungu anatupatia afya njema, bado Bwana Yesu anatupatia uzima, na kwa sababu hiyo tutakwenda sasa moja kwa moja kuangalia siku ya leo Mungu anataka tujifunze nini. Na kama nilivyokuambia hata katika vipindi vilivyotangulia kwamba ndani ya siku hizi 50 za Pentekoste tunajifunza mambo kadha wa kadha ya muhusuyo Roho Mtakatifu, yanayohusiana na karama zake na utendaji wake wa kazi, habari za kunena kwa lugha na mambo yote yanayohusiana na hayo. Sasa kwa siku ya leo nimekuandalia mambo mengine mazuri. Karibu tuwe pamoja tunapokwenda kujifunza. Asante. Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati, siku ya leo tutaenda kwenye somo letu, na tutaanza na kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 6 mstari wa 19 na wa 20. Mtume Paulo aliandika kitabu hiki na aliandikia kanisa la Korinto, na unaona ameanza kusema au hamjui. Manake kuna vitu ambavyo kanisa la Korinto walikuwa hawajui kuhusiana na Roho Mtakatifu. Sasa Paulo akaja kuwaandikia, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kanisa la Korinto kwamba si tu kwamba mtume Paulo aliandika kwa ajili yao, lakini vile vile ameandika kwa ajili yetu sisi ambao tumeishi takriban miaka 2000 baada ya kanisa la Korinto lililoandikiwa ujumbe huu. Kwa hiyo tunaweza tukajifunza mambo mbalimbali yakatusaidia kwenye maisha yetu. Paulo anawaambia hivi, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu? Kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yetu. Mwanzoni kabla mtume Paulo hajaandika haya maneno, tulikuwa tukifikiri au tulikuwa tukidhani ya kwamba Roho Mtakatifu anakaa kwenye roho zetu, kwenye mwili wetu hausiki kabisa. Sasa hapa ndo mtume Paulo anatuambia, je, amjui mwili wenu? Hapa anaongelea miili yetu kwamba ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hilo ni jambo la kukumbuka, mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yako. Ijapokuwa Roho Mtakatifu aliingia ndani ya roho yako, haimaanishi kwamba utendaji wake wa kazi au vile anavyokaa na wewe inaishia kwenye roho peke yake. Hapana. Utendaji wa kazi wa Roho Mtakatifu unakuja mpaka kwenye mwili wako. Roho Mtakatifu anakaa ndani ya mwili wako. Mwili wako huo ulionao sasa, mwili huu wa damu na nyama, mwili huu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa ni jambo la kukumbuka. Akasema, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Sawa, roho zetu zilinunuliwa, hiyo ni kweli. Na tuna roho, tuna nafsi na tuna mwili vile vile. Sasa Roho Mtakatifu, utendaji wake wa kazi, Roho Mtakatifu vile anavyokaa na kuishi pamoja na sisi, sio kwamba mambo yake yanaishia rohoni. Hilo ni jambo la kukumbuka. Mambo ya Roho Mtakatifu hayaishi rohoni. Mambo ya Roho Mtakatifu ni kwenye roho, ni kwenye nafsi na ni kwenye mwili wako. Kila sehemu pote yupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Mungu alipomwambia Musa kwamba wanitengenezee patakatifu kwenye ile hema iliyokuwa inaitwa hema ya kukutania au hema ya Musa, the tabernacle of Moses, au patakatifu panaitwa sanctuary. Wakati wana wa Israeli wanatengeneza ile hema kule jangwani, kulikuwa na sehemu ya nje ambao kila mtu anaweza kaingia. Kuna mwanga wa asili, mwanga wa jua, unaona mwanga wa jua. Alafu unaingia sasa patakatifu kule ndani. Kule ndani sasa ndo sehemu ambayo inafananishwa na nafsi zetu.
kule kulikuwa na nuru inayotoka kwenye kinara cha taa. Manake neno la Mungu ndilo linaloweza kutusaidia kubadilisha ufahamu wetu. Sehemu nyingine tutaona Paulo alikuwa anawaandikia Warumi, anawaambia mgeuzwe nia zenu, mfanywe upya kwa kugeuzwa nia zenu. Manake mfumo wetu wa kufikiri, nafsi zetu vile ambavyo tulikuwa tumeizoeza iende, haitakiwi kuenenda hivyo. Neno la Mungu inabidi litupatie uelekeo na mambo ya kuyatafakari na kuyafikiri kwenye akili zetu. Alafu kwenye ile hema ilikuwa na patakatifu pa patakatifu. Hiyo sasa ndo roho zetu. Kuna mwili, kuna nafsi na kuna roho, ile sehemu ya ndani kabisa. Roho Mtakatifu aliingia ile sehemu ya ndani ambayo ni roho zetu. Lakini sio kwamba anaishia huko huko. Ndio maana Yesu alipokufa pale msalabani, lile pazia lilichanika ambalo lilikuwa linatenganisha patakatifu pa patakatifu pamoja na patakatifu. Manake kwamba mtu yoyote anaweza kuingia katika uwepo wa Mungu, nafasi imefunguliwa. Kila mtu anaweza akamsikiliza Mungu. Haumhitaji mchungaji fulani, askofu fulani, mtume au nabii fulani amsikilize Mungu kwa niaba yako. Wewe mwenyewe unaweza ukaenda direct, unaweza ukaenda moja kwa moja mbele za Mungu na Mungu akakusikia na Mungu akakupatia haja ya moyo wako. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yuko pamoja na wewe, kumbuka hilo. Kwa hiyo ndo maana hapa akasema, sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Huyu Mungu anakuja mpaka kwenye miili yetu, aishi tu hewani. Mungu aishi huko katika roho. Kuna watu wanafikiri mambo ya Mungu ni ya rohoni huku mwilini tunafanya sisi tunavyotaka. Hapana, bado katika miili yetu inabidi tumtukuze Mungu. Ndio maana hapa akasema mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Kwa nini miili? Kwa sababu mwili wetu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yetu. Roho Mtakatifu yuko ndani yetu, lakini vile vile anakaa katika mwili. Mwili huu wa damu na nyama uutumie kumtukuza Mungu. Usije ukasema Roho Mtakatifu hahusiani na haya mambo ya mwilini. Anahusiana. Ndio maana hata hapo tunapokuja kwenye swala la mavazi, lazima uvae mavazi ambayo yanamtukuza Mungu. Uwezi ukasema tu Mungu anaangalia moyo, Mungu anaangalia roho, huku umevaa vituko vinamwaibisha Kristo, alafu unasema eti mimi nimeokoka, Kristo yuko ndani yangu. Jambo la kwanza, ni kweli yupo ndani yako kabisa, Roho Mtakatifu yuko ndani yako, lakini jua kwamba vile vile yupo katika mwili. Kwa sababu hiyo inabidi umtukuze Mungu katika mwili wako. Haleluya. Usifikiri tu mwili wako ni wa shetani alafu roho ni ya Mungu, au kama wengine ambavyo tunajua maandiko mengine yanavyotuambia sisi ni udongo au ni mavumbi na mavumbini tutarudi. Usifikiri tu kwamba mwili wako ni kwa ajili ya mavumbi. Hapana, mwili wako ni kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Umtukuze Mungu katika mwili. Hapa Biblia sio kwamba ilishindwa kusema umtukuze Mungu katika roho. Ndiyo, tunajua kwamba Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Hiyo haimaanishi kwamba eti mwili wako uutumie kwa shetani alafu roho tu ndo imwabudu Mungu. Hapana, vitu vyote inabidi vimwadhimishe na kumtukuza Mungu, kuanzia kwenye roho yako mpaka uje kwenye nafsi yako na mwisho kwenye mwili wako, vyote vimtukuze Mungu. Roho Mtakatifu anajisikia vizuri unapomtukuza yeye hata kupitia mwili wako. Kwa nini? Kwa sababu mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sio tu kwamba roho yako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ndiyo, hata kwenye hiki kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mistari iliyotangulia kule juu kidogo, kwa mfano mstari wa 17, kuna sehemu anasema kwamba yeye aliyeungwa na Mungu ni roho moja naye. Ni kweli sisi na Mungu ni roho moja, lakini kama nilivyokuambia, Mungu haishi kwenye mambo ya rohoni tu huko kwa sababu eti ni roho moja mambo yameishia huko. Hapana, Mtume Paulo akaendelea mbele akatufafanulia kwamba na miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sio roho zetu peke yake, lakini vile vile na miili yetu. Kwa nini Roho Mtakatifu mpaka anakuja kwenye miili yetu? Anatafuta nini kwenye miili yetu? Ukisoma kile kitabu cha Kutoka sasa ndipo utakapoelewa. Kutoka sura 25 mstari wa 8, huyu ni Mungu mwenyewe alikuwa anazungumza na wana wa Israeli na akamwambia Musa
kwamba jamani Musa, waambie wana wa Israeli haya maagizo na maelekezo, kwamba nao na wanifanyie patakatifu. Kwa nini? Ili nipate kukaa kati yao. Unaona, yani Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu hajisikii vizuri tu kuwa mbali. Mungu hata kwenye Agano la Kale, kabla hajaingia ndani ya maisha ya mtu moja kwa moja, kwenye Agano Jipya ndipo Roho Mtakatifu alipoingia ndani ya mwanadamu. Kabla ya hapo mwanadamu alikuwa hajawa msafi ipasavyo. Kwa hiyo angalau ule utakaso wa Agano la Kale ulikuwa unaweza kutakasa vitu mbalimbali. Lile hekalu au ile hema ambayo wana wa Israeli walikuwa wanakutana pale kwa ajili ya kumwabudu Mungu na kumwadhimisha yeye. Kwa hiyo lilikuwa linatakaswa kupitia damu za ng'ombe na mbuzi na mafahali. Sasa Mungu alikuwa anakaa pale, Mungu anakaa sehemu safi. Ndio maana akasema nao na wanifanyie patakatifu. Patakatifu panapozungumzwa hapa ndio ile hema ya Musa au hema ya kukutania. Sasa jina jingine ndio ilikuwa inaitwa patakatifu. Kwa nini? Ili Mungu aweze kukaa kati yao. Mungu alikuwa hawezi kuingia ndani ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo Mungu akasema mnijengee eneo niweze kukaa kwenye hilo eneo. Kwa hiyo wana wa Israeli wakatoa dhahabu, fedha na vito vya thamani na dhahabu nyingi walizokuwa nazo kwa ajili ya kupajenga patakatifu. Haleluya! Patakatifu palipokamilika ndipo Mungu akashuka, uwepo wake ukashuka ili aweze kukaa kwenye eneo hilo. Sasa hiyo ni Agano la Kale, kabla damu ya Yesu haijamwagika. Yesu Kristo alivyoimwaga damu yake pale msalabani wakati anakufa na akafufuka kutoka kwa wafu. Somo hili nimelielezea kwenye somo la kwanza. Hapa tuko hii siku ya 18. Ile siku ya kwanza ya Pentekoste ndiyo siku ambayo Yesu Kristo alifufuka kutoka kwa wafu. Na alipofufuka tayari alikuwa ameshamwaga damu ambayo inaweza ikawasafisha wanafunzi na ikawafanya wawe safi kabisa mbele za Mungu. Kwa hiyo Yesu alipowatokea, Biblia inatuambia akawavuvia, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Somo hilo unaweza ukalifuatilia somo la kwanza, nimeeleza kwa undani habari hiyo. Lakini hapa wakati huu Mungu alikuwa anakaa kwenye mahema, kwenye mahekalu, kwenye maturubali yaliyojengwa kwa mikono ya wanadamu. Mungu angalau apate sehemu ya kukaa, kwa sababu alikuwa anatamani kukaa pamoja na watu, alitamani kukaa kati yao, lakini sasa ilikuwa haiwezekani. Kwa nini? Damu ya mwanakondoo wa kweli ilikuwa haijamwagika, ambao ni damu ya Yesu Kristo. Baada ya Yesu Kristo kufa na kufufuka, ndio maana hapa Mtume Paulo akatuambia, jamani, hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Mungu alishatoka kwenye maturubali na mahema na mahekalu. Mungu akai kwa sababu kanisa ni refu, imekuwa ni cathedral kubwa, imejengwa kwa malumalu sijui na hapana. Mungu anakaa ndani yetu. Anasema aliye ndani yenu mliepewa na Mungu. Roho Mtakatifu sasa hivi yuko ndani yetu. Sisi ndio hekalu la Mungu. Mungu akai kwenye hekalu lilojengwa kwa matofali na mawe. Mungu anakaa ndani yako wewe. Haleluya! Haleluya! Hilo ni jambo la furaha. Na Yesu alisema kwamba Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu hata milele. Hata milele ndipo Roho Mtakatifu anapokaa. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa tunapokuja sasa hapa kwenye Kutoka, ndipo Mungu akasema wanifanyie patakatifu. Bila mahali patakatifu Mungu hawezi kushuka. Sasa Yesu alipokuja, alipoimwaga damu yake, ndio ikaweza kutusafisha na Roho Mtakatifu akaingia ndani ya maisha ya mwanadamu. Haleluya! Baada ya hapo mambo ya ajabu yakatokea. Roho Mtakatifu akafanya kazi kwenye maisha ya watu kutokea ndani. Kwenye Agano la Kale alikuwa anafanya kutokea nje, lakini kwenye Agano Jipya akafanya kutokea ndani. Ni kiu ya Mungu kukaa ndani ya watu wake. Na Mungu anakaaje ndani ya watu wake? Ni kupitia Roho Mtakatifu. Kwenye kitabu kile cha Ufunuo kinatupatia picha ya mwisho ambayo actually Mungu alikuwa nayo tangu mwanzoni, lakini kwa sababu haikutimia mpaka Yesu alipokuja kurejesha mambo yote yaliyoharibika, basi matokeo yake ndio haya hapa. Sasa mwishoni mambo yatakuwaje? Huyu ni Mtume Yohana anaandika akasema kwamba nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu,
naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Mstari ukichunguza vizuri unaongelea habari ya Mungu na watu wake. Yeye na wao watakuwa kitu kimoja, wataishi pamoja, watatembea pamoja, maisha yao ni kitu kimoja kuanzia hapo na milele yote ijayo. Ndiyo picha aliyokuwa nayo Mungu. Unajua hata hayakuwa mapenzi ya Mungu hii mara kuja anaondoka, anakuja anaondoka, ukitenda dhambi aondoke mpaka utakapotubu, ukitubu abaki mpaka utakapotenda dhambi tena. Hayo hayakuwa mapenzi ya Mungu kabisa. Mapenzi ya Mungu ndo haya hapa. Anatuambia naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Na hii picha ya pamoja usifikiri ni ile pamoja ya pembeni. Mtu akiwa anatembea na wewe anaweza akawa pamoja na wewe, yuko pembeni yako. Sio kwamba Mungu yuko pamoja na sisi pembeni yetu, hapana. Mungu yuko pamoja na sisi kwa maana ya ndani yetu. Unajua ni zaidi ya lile neno Emanueli. Emanueli ulikuwa ni ufunuo wa kwanza ambao Mungu anauleta, na actually aliuleta kwenye taifa la Israeli. Yeye ni Emanueli. Ijapokuwa ni ufunuo mzuri, si ukatai, ni ufunuo mzuri, lakini kuna zaidi ya hapo. Emanueli manake ni Mungu pamoja na wewe. Lakini kuna kitu zaidi ya hapo, kuna utukufu zaidi. Na huu utukufu Mtume Paulo ameupatia jina, unaitwa tumaini la utukufu. Sema tena, tumaini la utukufu. Tumaini la utukufu ni Kristo ndani yako wewe. Mungu akiwa pamoja na wewe inaitwa Emanueli. Na hiyo ni kitu kizuri, Mungu kuwa pamoja na wewe. Lakini kuna zaidi ya kuwa pamoja na wewe. Ndio Roho Mtakatifu sasa alivyoingia ndani. Paulo anaita hiyo tumaini la utukufu. Tumaini la utukufu ni pale Mungu anapokuwa ndani yako. Hicho ndo kitu ambacho kimetokea kwenye Agano Jipya. Kwenye Agano Jipya, hata kwenye Agano la Kale Mungu alikuwa pamoja na watu wake, sio kwamba aliwaacha. Tangu akina Yusufu wameuzwa utumwani, Biblia inatuambia Mungu alikwenda pamoja na Yusufu, akamfanikisha, akafanikiwa, mambo yake yakaenda vizuri. Mungu alikuwa na kina Esther, akina Mordekai, akina Daniel, manabii. Mungu alikuwa pamoja nao, alikuwa juu yao, lakini hakuwahi kuingia ndani yao. Hiki ni kitu cha kwangu mimi na wewe cha Agano Jipya. Kwa hiyo furahia uwepo wa Roho Mtakatifu. Kama nilivyokuambia, unaanzia katika roho, katika nafsi na katika mwili. Hicho ndo kitu ambacho Mungu amekusudia tutembee na picha hiyo siku zote, kwamba yeye yuko pamoja na sisi na yuko ndani yetu, yuko juu yetu, yuko kila mahali kuhakikisha kwamba tunakuwa salama. Sio tu kwamba yuko nje, hapana, yuko ndani yetu, ndani ya roho na katika mwili. Kwa hiyo natamani nikuombee ili kiu yako ya kuendelea kubaki kwenye uwepo wa Mungu iendelee siku zote, isikatike. Unajua hautakiwi kuchoka. Daudi anasema kikombe changu kinafurika. Hata uwepo wa Bwana ukifurika, endelea kukaa kwenye mafuriko ya uwepo wa Mungu. Usitamani kuondoka kwenye uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu simaanishi kanisani, popote ulipo, nyumbani, upo kazini, unatembea katika uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu unatembea pamoja na wewe. Mungu hata kuacha wala hata kupungukia kwenye eneo lolote. Naomba nikuombee. Mungu wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mtazamaji huyu ambaye amesikiliza kipindi hiki. Ninamuombea neema yako ukawe pamoja naye, ukaendelee kumvusha na kumsaidia. Bwana, naamini utakuwa pamoja naye, hutamwacha wala kumpungukia. Endelea kumsaidia akafurahie uwepo wako, akafurahie kwamba Roho Mtakatifu upo ndani yake. Asiseme kwamba Mungu yupo kwenye maisha yangu ili anibane na sheria na miongozo fulani, lakini akafurahia kukaa kwenye uwepo wako, kwa sababu kwenye uwepo wako kuna furaha ya milele. Katika jina la Yesu Kristo, ninakwenda kinyume na kiu za namna nyingine za ulimwengu na dunia hii. Katika jina la Yesu Kristo, ninatamka kiu ya kimbingu itakuwa pamoja naye. Bwana, utaendelea kumtetea na kumpigania na kumsaidia yeye na kazi zake, yeye na familia yake. Uwepo wa Mungu utakwenda pamoja naye katikati ya kila anachopita. Hata akipita kwenye changamoto na majaribu, bado Bwana uwepo wako utakuwa pamoja naye, na Roho Mtakatifu utaendelea kubaki ndani yake, kwenye nafsi yake, kwenye roho na kwenye mwili. Ukamsaidia kukumbuka kwamba hata mwili wake ni hekalu la Roho Mtakatifu, hivyo akakutukuze wewe Bwana kupitia mwili uliompatia. Asante Bwana Yesu
kwa sababu umeyatenda haya kwa utukufu wa jina lako. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini, amen. Basi mpenzi msikilizaji wa channel yetu hii, ni furaha yangu kwamba umebarikiwa na somo la leo. Kwa siku ya leo ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Mtasa kutoka kanisa la Rema Outreach Ministries. Na Mungu wangu akubariki sana. Ni hadi wakati mwingine, kwa heri.